Bwana, katika 1 na 2 hapa ni mtangazaji kutoka katika Nashville. Bwana, leo bwana tupo na mtu mmoja ambaye anaitwa kwa jina la sanaa anaitwa Macho. Amecheza movie mbalimbali na anafanya kazi na watu mbalimbali. Lakini leo tunao mtu mmoja. Je, safari ya sanaa mpaka hapa alipofikia ilikuwa kwa vipi? Kabla ya kujitambulisha mwenyewe kisha atatuambia nini ambacho kilifanya mpaka akaingia katika sanaa hii ya uigizaji. Karibu. Bwana, asante sana. Mimi kwa majina naitwa Macho kama ulivyonitambulisha. Jina langu ni Fortunatus. Namshukuru Mungu. Sanaa nimeanza nayo shuleni. Nimeanza shuleni muda kidogo, lakini pia baada ya kuhitimu masomo yangu mtaani niliendelea nayo mpaka sasa. Pia niko na mshukuru Mungu kwa yote ambayo anatupatia katika hii sanaa. Bwana, kama unasikia nasema sanaa bwana anaitwa shuleni. Hebu tuweze kujua kwamba je, uko shule hapa anawezaje kufanya sanaa pamoja na masomo mpaka anasema anatokea shuleni kwako Bwana Macho? Unajua mtangazaji, katika maisha kitu ambacho tunakipenda kivyo hata ukawekewa na walinzi usikifanye, basi utakifanya hata kimoyomoyo. Kwa hiyo hicho kitu nadhani kwa sababu nilikuwa nakipenda sana sanaa, na ndio maana nilikuwa ndio na madaftari naandika, lakini mwisho wa siku nikawa ninafanya sanaa. Kwa hiyo kilikuwa sio kitu ambacho kinaweza kikaingilia ratiba ya shule. Nilikuwa najaribu kubalance mambo ya shuleni na mambo ya sanaa. Yes. Bwana, umesikia na point nzuri kabisa. Lakini pia tunahitaji kujua kwamba mpaka hapa alipofikia ni ugumu gani ambao unapitia katika swala hili la sanaa mpaka hapa alipo. Na kabla hapo pia ningependa tujue kwamba ni filamu gani, filamu zipi baadhi ambazo amecheza. Baada hapo tutaenda kumuuliza je, ugumu gani ambao anapitia mpaka sasa hivi katika sanaa hiyo. Karibu. Bwana, movie ambayo mimi nimecheza ikiwa na wenzangu, kuna Mtigi Sukari, ndio ilikuwa movie yetu ya kwanza. Lakini Mungu ametusaidia tukacheza movie nyingine, ilikuwa movie Bila Chuki. Lakini kuna movie nyingine pia inaitwa Tamaa ya Mke, kuna movie nyingine zipo tofauti ya mtangazaji, lakini hizo ni baadhi ya zile. Sasa je, uungana ambao unapitia mpaka sasa hivi mpaka hapa ulipofikia ni gani ambao unaona ni vigumu kabisa ambao labda unataka kurudisha nyuma, lakini ukasema hapa nipambane, gani ambao uko gumu kidogo? Bwana, katika swala la ugumu, haya mambo ya production, muda mwingine mambo ya location, unajua mnaweza mkaandani mkaarrange kila kitu kwamba tunaenda sehemu fulani location, siku inafika kule mnaambiwa huku msije, siku inafika mambo ya vifaa vinakuwa tofauti, siku inafika kuna baadhi ya watu mwitikio mdogo, halafu baadaye, yaani kiufupi changamoto kubwa nyingi sana. Sasa hivi namshukuru Mungu, zipo changamoto zile ambazo naweza kusema ni sehemu. Kama kuna changamoto ya kuisha betri, unaweza ukaichaji. Kama changamoto ambazo ziko, lakini changamoto za zamani ni zile hauna kazi ya kufanya na hauna cha kurekebishia simu yako ikishaharibika kioo. Lakini sasa hivi namshukuru Mungu, kila kitu Mungu ametusaidia, ametufundisha. Bwana, wanasema pia katika mambo ya filamu mambo ya filamu bongo movie kuna changamoto ambayo inakutaga sana watu. Bwana, changamoto nyingine ambayo inakabili watu wengi ambao pia wanaogopa wasipeleke ndugu zao au watoto wao familia zao kuingia katika sanaa. Wengi wanaogopa kutokana na changamoto mbalimbali. Lakini moja wapo wanasema kwamba mambo ya sanaa kidogo yana changamoto, hasa katika masuala kama mtu anataka kwenda kuigiza, labda mfano kama na kike, unakuta pale ana meneja anamwambia kwamba mpaka atoe rushwa ya ngono kisha ndo aingie katika sanaa. Je, kwa upande wako ushakutana na swala hilo labda katika magrupu ambapo vitapitia swala hilo la rushwa za ngono katika sanaa? Bwana host, niweza nikasema kitu kimoja kwamba hivyo vitu bado vipo, lakini mimi binafsi yangu siwezi nikasema kama nimewahi kupitia, kwa sababu mimi kwa kiume na vikundi vingi vinamilikiwa na jinsia ya kiume. Lakini licha ya kuwepo hivyo vitu, inategemea na wewe mwenyewe unavyoenda. Unajua, naweza nikasema kwamba experience yako kichwani ndio inayokupeleka pale, sawa? Alafu usiamini kwamba kuna kikundi fulani ndio kitanitoa. Mimi nitatoka tu kwenye kikundi cha mtu fulani, iko kitu kinakuwa kinakutengenezwa kitu kibaya.
Wewe ukishakuwa mnahisi actually sanaa kuipata itakuwa ni ngumu. Sawa? Kwa sababu urahisi wako wewe utamtengenezea yule mtu ambaye unamrahisishia kutokupa wewe kitu kinachohitajika. Wewe nenda kafanye zile performance live scene zinaitwa sinikavu. Kazifanye kama inavyotakiwa. Mtu akija akikuapproach kama unampenda, sawa. Lakini kama hujampenda lakini yuko katika situation ambayo ukikataa amekufukuza, jaribu kuangalia msimamo wake. Sawa. Kwa hiyo ni kitu kigumu sana ambacho tunapitia, na mimi nimekutana na watu wengi ambao wakiwa wanasema kwamba mimi bwana siwezi kuja kuingiza na wewe kwa sababu mimi nitaonekana na haya nitaonekana. Jamani, tunaichafua sana kwa huo mtiririko. Sawa. Ma producer wenzangu, ma creator, content creator wenzangu, hicho kitu tunakuja tunaharibu jamii. Jamii inakuwa inatuchukulia sisi kama wahuni. Sasa uigizaji ni kazi. Uigizaji ni kazi. Kama hivi tukanitafuta, tumekuja tumefanya interview, ameona kuna kitu kwangu mimi na ndio maana anatafuta. Kwa hiyo iko kitu tuachane nacho. Bwana, kama mnasikia Bwana Macho kwa jina lake la sanaa. Bwana, kuna jambo lingine ambalo nasema kwamba mtu akiingia katika sanaa, hasa sanaa hii ya uigizaji, wanasema kwamba mtu ambaye ameshafeli maisha. Kwa maisha yakiwa magumu, mtu akwambia nimeona maisha magumu nimeamua niingia katika sanaa. Je, ni kweli mtu ambaye anaingia kwenye sanaa ni kweli anaingia kwa sababu alikuwa na maisha magumu? Hebu tumsikize Bwana Macho anazungumzaje swala hili, kwamba mtu akiingia katika sanaa ni kwamba ana maisha magumu au anatafuta au ipo vipi, yani kwa kaina anazungumzaje? Mimi kwa upande wangu naweza nikasema kitu kimoja. Ukiingia kwenye sanaa, wewe umeshakuwa na hela ndio maana unakuja kwenye sanaa. Sawa? Wewe ambaye unasema maisha magumu, actually wewe ndio una maisha magumu. Mimi naweza nikakwambia kitu kimoja. Sanaa yangu mimi mpaka iliponifikisha mpaka leo hii nimegharamika pesa nyingi. Sawa? Kuna wale program za kufanya kununua vifaa. Hivyo vifaa hakuna kifaa kinachouzwa 5,000 10,000. Vifaa ni millions of money. Sawa, kukusanya watu. Wale watu hata kama wakaja wakajilisha wenyewe, lakini kumbuka na kujilisha wanatumia pesa. Sio? Kwa hiyo wanakuja wanatengeneza kitu ambacho utakipenda utakinunua. Sio, unaelewa hapo? Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu, mtu anayeingia kwenye sanaa ameweka hela. Sio amefeli maisha. Ndio kwa watu wengine, lakini kwa mimi nikimwona mtu ameingia kwenye sanaa na kila siku anatoa episode, najua huyu kaka, huyu ndugu yangu, dada katia hela. Kwa sababu wewe utajua kuandika story, kuna mwenzako atajua kushoot, itabidi umlipe. Kuna mwenzako atajua kuedit, atakuja huyo umlipe. Kuna wenzako itabidi movie zako ziende viral, itabidi umlipe. Kwa hiyo sanaa ni uwekezaji. Sanaa sio kufeli. Yaani wewe unafeli na maisha yako, unarudi huko unaenda kupambana, ukijipata ndo utakuja kwenye sanaa. Yeah. Bwana, tumemsikia Bwana Macho ametoa majibu ufafanuzi mzuri kabisa bwana kwamba ukiwa na namna ya sanaa ni uwekezaji. Ukiingia kwenye sanaa maana yake umeingia katika swala la kutafuta pesa vizuri, sio kwamba mtu ameshindwa maisha ndio anaingia katika sanaa. Bwana, jambo lingine pia nipate kujua kama tunavyojua wana sanaa au wasanii wengi kwao wanakuwa ni changamoto sana kwenye swala la kuoa. Labda tupate tujue kwamba yeye ameoa na kama ameoa anakabiliana vipi na hizo changamoto za sanaa. Unakuta muda mwingine wale wasanii wanaenda kambi au anakaa mwezi. Je, anaweza kaenda vipi pamoja na mke wake? Tujue kwamba ameoa na kama ameoa je inakuwa vipi? Kama hajaoa je ana mpango gani wa kuwa pamoja na sanaa? Bwana mtangazaji, kwenye kuhusu kuoa bwana sijibadili, sijaoa. Kwa sijaoa. Lakini kwa uelewa wangu mdogo, kwa uelewa wangu wa filamu, sanaa ni kazi. Sanaa ni kazi. Kama mfanyakazi wa benki anaweza akaenda kazini na nyumbani amemwacha mwanamke wake ameoa, basi hata muigizaji ana uwezo huo. Kwa sababu si ni kazi. Unajua kazi sio bahati mbaya. Kitu cha bahati mbaya unaweza kusema kwamba utaoaje? Ikishakuwa bahati mbaya sasa hizo umevunjika miguu. Lakini sanaa ni kazi ambayo utajifungia nyumbani asubuhi, utaamka, utamwaga mke wako, utaingia location. Kama kambi ni kwa ajili ya kukusanya watu wote. Mkae pale mpate ile partnership, mpate ile chemistry ya kwamba mzoeane, lakini pia location mwingie kwa wakati. Kwa hiyo wewe kama ni mwana sanaa, tunavyosema sanaa ni kazi, kama unataka kukaa kambi kwa kusema sijui ni ngumi, sijui ni hivi,
karibu na kambi, panga kana mke wako. Watu wengi wanafanya kama naniishia basi kwenye familia yenu hakuna mtu mkubwa, lakini kwenye familia za watu wakubwa babu anaanzisha hapa elimu yake shule, anafundisha, baada ya miaka mitatu anahama na darasa fulani, anahama na familia yake. Ndio sawa sawa na sanaa. Kambi itakapokuja itakaa hapa miezi 6 miezi 5, kwa sababu ni kazi, unaihamishia familia yako karibu, unaendelea na mitikasi, imehama unaihamisha. Kule kambi inakuwa kama boarding. Sawa, boarding yani bwana huyu na huyu watahuku ni hivyo. Ingekuwa ni ngumi basi mimi na imani movie zisingekuwa zinatoka, kwa sababu watu wangekuwa na mimba kila leo. Bwana, tumesikia majibu yako mazuri kabisa katika swala hilo kwamba sanaa sio uhuni. Sanaa ni kazi kama kazi zingine. Pia unaweza kuwa na mke na kaingia katika sanaa, na pia sasa ni mtasari wake. Ndugu wananchi ongoza kata Zingiziwa inawatangazia kwamba ndugu watajanii walikuwa nje, msiwatazame watu kwa kuangalia usoni, bali watazameni miguuni wamevaa viatu. Ndugu, sasa ni gazeti jipya. Ndugu kutoka Dubai alipata ajali ya baskeli kipindi anavuka mto wa Ongoza. Sasa inanipa masikitiko sana mtasari huu kwamba mtu aliyopata ajali alipona. Sasa ukurasa ujao inabidi ujichubue kidogo tuone vizuri. Sasa mtasari mpya wa kufunga mkataba unatangazia kwamba kamera tulipata shida sana kuipata, na tulipoipata sio kupatikanika kwa posho kukawa kazi kuipata. Sasa ni mtasari wa kula. Jamani, twendeni tukusanyike wote kula.